akamchukua na akapeleka Sky Seattle. Na walikosana na mam na wakakosana na sister yangu anaitwa Sue. Hata hawezi wapigia simu. That I can confirm. Hawezi. Na akaishi kwa nyumba ya Betty after Betty amezikwa. Wanaishi na huo mwanaume. That's Mokari. Anajua familia yetu, tunajua venye walikosana mpaka na mama. Alafu anakuja kukaa hapo. Kwa hiyo iliisha, si tukaangi huko, mimi hata sijailala huko hata siku moja. Watu wote walienda kwao. Na mbona haitiki muona watoto? Mimi nataka hivi, sister yangu after hiyo Thursday venye tulikuwa tumeenda hiyo meeting, sister yangu akaamua aende aone watoto. Wakuwa na the daughter Joyce na daughter yake anaitwa Grace. So venye walienda, waliwaambia hawezi pata access, hawezi pita kwa gate. Hiyo ndio order ilipatiwano, instructions. Familia ambayo isiingie huko, in short. Na hawakuingia. Sky ndio walikuja kwa gate. Bando tujaenda story ya Nataka kuulia kaa we serious. My goodness, what is that? Unajua mimi nilikuwa nataka that's what wako tukiongea, hatuko sasa tunaongea na tunajua tu tukimaliza hii tutakaa chini tuongee tujue maneno ya hawa watoto, lakini the moment mtu ameanza kuchange atuelewi. Na nilikuwa nataka niongee watu wasiseme kukiharibika, watu wasiseme kwa nini familia iongeangi. You're right. Yeah. Right. Na mimi nataka niambie watu hivi. Mtu asiende hapo akafanya transaction on behalf of watoto sijui nini. Alafu kuenda vibaya, alafu mambo iende hivi iende venye nafaa kuenda, alafu kuje ulizo swali ukose kujibu ama ushindwe utajibu aje. Ulibia on your own. Yeah. In fact, I like the fact that unaongea na watoto wa Betty right now, they are teenagers, very small children. Hata hawajui ni nini kunaendelea. Siku moja, if you do not stand up in the gap and do what is right for them, watauliza na kwani uncle zetu na auntie zetu walikuwa wapi? Conscience yenye inakusumbuanga, unakaa tu unaona aki ningefanya hivi, hii mambo haingeenda hivi. Unaona kitu kama hiyo. Hiyo ndio mimi sitaki. Sitaki nisumbue baadaye. Let us do the right thing for this kid. Let's do justice for kuna nini yao ya kujisemea hawa ni watoto. Treat kids as kids. Wacha story mingi na bwebwe mingi za kusema ati tuachilie. Unajua mtu akiniambia ati Mugoda news, is that true? Yes. But tukadecline family, tukadecline. Huko ni mbali sana. Hata tukasema hata sasa mtu akitaka kwenda kuona sister yake mwenye kwenye amezikwa, utakuwa ukipanga safari kwenda na huko na unafaa kuona kitu kama hiyo, unafaa kuiona ukisaini kiamka asubuhi nifikirie kwenda kuona kaburi ya sister yangu, unafaa kutoka tu hapa pande gani, ingie kwa gari, nikurupisha gari, nimuone, nioshe hiyo mali yote, alafu nirudi kwa nyumba na nimuombe sana kwenye yako tu. Lakini si niambie nipeleke mtoto wangu huko kwa mafisi huko mali hata kuna watu aje. Kwani hatuko na haja na yeye sioni. Sasa you're right. Hiyo tulikataa, hiyo nao tulikataa. As family tulikataa. You're right. Yeah. Okay. So kindu kingi tungenda ku understand uhoro wa guthi igoti-ini ri ni hamukinyanetie, and the other thing what wa andu mamenye, you see uhoro is a matter of public interest kuma Betty aku. I think this is the longest story ya nakorwo ikiariririo social media to ni regete guthie. What were the tables of content musamani ucio aregire guka niki mwathi ya kwariria kwa bishop wa nderia kirega guka ndagari muno kirega tutwarite ku yako uhoro wa ciana ici ya uria si guikara tondu riu Sky no menya ni mwire mwana mwire tu na kumachora machuai yeah kuotro na wega mekana baba uria muciarite hivyo tu hivyo tu. Okay, all right. Kanyari ni okire musamani ucio? Yes, he came. He was there. So these are the guys, the one who refused to come? Never appeared. All right. So the biggest question is, Niki Murari Daisi, why are you speaking now? Niki Wonete, what have you? Why are you talking to Kiaria? No, to Coleto to Kiaria to the family. Tugarie riri gwika maundu maitu uri andu mabatie gwika. Afu muguthia atiriri.
Saa zingine unajaribu all avenues you try to talk, try to chat, you try to call. Ikigonga mwamba unatafuta njia zingine. Ndio ikifika huko mbele kwenye nafikanga huko mbele sasa mtu asisema si ulizo siku moja ulijaribu kumpigia, ulijaribu kuongea na yeye. Did you even go there? Mtu asisema siku watu hawakujaribu. Okay. So we are just to exhaust every avenue. Okay. Tuone venye tutaongea sababu siwezi kaa blindly hivi. Sitangu tumemzika, alafu sasa nikae tu kama mtu hajielewi, kama mtu hajui maneno ya kesho. And the way this life is, unajua huwezi zuia mtu kuoa. Yeah, true. Hata Kanyari hatuwezi kumfungilia kutumwambia ati jua ulikuwa na baba wetu kuna watoto wake wawili atusoe hiyo. Hata huyo hata saa hii siwezi mwambia ati bro, sababu ulikuwa umeoa sister yangu, sasa huwezi oa. Na we can't do that. We can't do that. Yeah, true. Yeah, you're right. Hata hiyo nyumba anaweza oa bibi mwingine na wakae na yeye huko. You're right. Na unajua sisi tunasema hivi, hatutoki tukosane. Tunataka tuishi tu na harmony ya kila mtu. Na kila mtu ajue ako na duty na obligation kwa hawa watoto. Hawa watoto ni wetu sisi wote. Na sisi tunataka hivyo kama familia. Na maombi yetu, hata baba, by the way baba Sky alisema hivyo. Alisema tujaribu sana hawa watoto tuwaweke in a way that hawatawahi regret mama wao alikufa. Wasikae siku moja kuwa na mama wangu angekuwa uhai, singekuwa napitia haya. That's what I'm avoiding. Okay. Are you guys feeling that he's going to disinherit watoto ama the reason anaweka watoto is because of the inheritance? What's your worry? Mbona akona madharau? What's your biggest worry? Unajua kila mtu akona mawazo yake kando. Siwezi msemea. All right. Siwezi msemea. Ni paso netari madiko mapi avoid. Sijaelewa. Unapotea. Ni Aurora network. Ni Aurora igua. Ni Aurora. Mimi nakusikia vizuri. All right. So, nilikuwa kwa mazishi ya Betty Bayo na Deputy President Professor Kindiki akapeana 5 million na akasema something very important. Akasema kama mumefungua trust fund ya watoto apewe account aweke 5 million. Alafu on top of that 5 million the Deputy President akasema hata president mwenyewe ametoa 5 million ya watoto wa Betty but iwekwe kwa trust fund. So have you guys managed to open the trust fund for the watoto ama kunaendaje? Ati Deputy President alisema aje? Deputy President, if you listen to the clip mimi nilikuwa hapo, alisema kama trust fund ya watoto imefunguliwa account apewe pesa aweke hiyo saa hizo, na akasema hata president amepewa 5 million. Sidhani, unajua mimi nilikuwa hapa nyuma tu yake hapo, nilikuwa nyuma yake. Immediately after him, alikuwa tu amekaa hapa, mimi niko hapa. So hivi hata akiongea nilikuwa namsikia vizuri, hata wacha sasa na speakers. Nilikuwa nasikia sauti ya sababu niko tu hapo Kama sikosei alisema yeye na familia yake wako na 5 million for the family. Na pia ametumwa na president na shilingi milioni 5 na hiyo pesa inafaa iwekwe kwa trust fund, na kama account iko trust fund ya watoto, na kama account iko apatiwe pesa, he will wire the money immediately. Yeah, that's what the Deputy President said. Yes. Thank you. Thank you. So kuna trust fund ya watoto waliwekewa. Trust fund imekuwa mgogoro kidogo. What do you mean? Sababu kuna documents tunataka hatuko nazo for now, na mwenye tunafaa kuongea na yeye atuambie kama ako nazo, haongei na sisi. Now this guy so that mfuenge so in one way or another tutaifungua tu. Okay. Tukifungua tutaambia Wakenya. Okay. Tutafungua venye inafaa kufunguliwa. Hatutapita shortcut. Venye inafaa kufunguliwa. The legal way. Okay. All right. Yes, that's the way, because most Kenyans
maybe wanaweza jiuliza why is the family fighting? Niyo pesa ni pesa isiyo mara akinyira ni milioni isiyo 10 mara akinyira, but I'm happy of clarified no gatiriri. Unajua tumekuwa tukisikia maneno mingi huko nje, nasikia watu wanasema kama sitapatiwa hiyo milioni 5 afadhali rudi kwa serikali. So mimi nataka kitu yoyote ambayo ni ambayo inafaa kufikia watoto wake hao wawili, I will make sure itawafikia na itawekwa mahali watakuja kusaidika. That's what you want, that's what you're fighting for. All right. Sisi sisi tumekuwa tukiishi, si ndio? And I don't think kuna mtu kwa familia yetu akona akili ya ati hii maneno inaendelea hapa ndio itamsaidia kwa maisha yake. No, I don't think so. I don't think so. Sababu watu wengi hata wajuangi brothers Abayo. Funny enough, wale wananijua mimi ndo najulikana sana. Wacha nikwambie ukweli. Wengi sasa wanajua sisi tunabisha tuna Abayo hapa kwa hapa. Unaweza uliza Tasha ama uliza Dinipa Pascal, unaweza uliza wao, na hata wasanii waulize wote. Mtu mbona anajua anakuanga hapa na hapa ni mimi. So wengine hajulikani sana. Sasa nilisema wacha mimi ndo mdogo. Wacha niongee, labda inaweza saidia mahali kusiwe mahali kunafanywa kitu yenye si sawa. Hivyo tu. All right. Kusikue tu kunafanywa kitu mahali yenye si sawa. Sababu whatever maybe if there's anything that is happening, you're right, yeah. Family. You have every right, yes, as a family, cause unasikia huyu jamaa amekataa kuongea na hiyo mama alikuwa amemwambia after mazishi kama atafanya ile kitu atamwambia. So brother ya Betty yako hapa because they have been trying to reach this guy. They solve these things amicably like a family, but jamaa analenga mikutano. In fact, Edward aliniambia the mom is very stressed as we speak right now. Jamaa is very rude to the family. So anasema ati let's solve these things kwa koti. So hata family inashindwa koti tumefika huko saa ngapi. Ni jamaa anakataa kuja but anasema waende koti. So the family is scared. The family is worried, which they have every right to be scared. They have every right. Because the behavior, the body language of this guy right now, hata kama ni wewe utakuwa scared. So kama ni mimi nimekufa. Unaona hata kama ni mimi nimekufa. Yeah. Angekuwa hapa kwa nyumba saa hii akiulizia vile detail. Mimi nakwambia Bayo alikuwa anapiga simu huko ananiuliza home kuko aje, kila kitu alikuwa anataka kujua venye tunaendelea hapa kwangu kwa nyumba hapa. Anataka kujua watoto wako aje na wife wako aje. Mimi nilikuwa nachukua, unaona on Mondays Bayo wako anaenda job, hakuna fanya kazi, alikuwa anashinda kwa nyumba. So sana tulikuwa tunaonana, na kama hatuonani simu lazima tungeongea nazo. Lazima. Tunaongea hata kama watu lazima tungeongea. Tunaongea anauliza kuko aje, watu hiyo wako aje, na mimi namuuliza kina Sky wako aje, wanaendeleaje. Tunaongea ananiambia sasa kuna time nilikuwa natoka huko kwa nyumba, nikitoka tao nakuja usiku nachukua watu hao nawapeleka kwa kina Sky, tunaenda hapo tunaona sisi tunaongea usiku alafu tunarudi home. So alikuwa anataka kujua sana tuko aje. So hata kama ni mimi saa hii nilikuwa nimekufa saa hii, Bayo angekuwa kwa hii center hii story yote hangeniachilia na yote. Angekupigania. I know that. Amazing. I know that. Hata kama ni mimi ningekuwa na watu humu wanajua hivyo. Amazing. Alafu kuna hii story ulikuwa umenichapia mchana. Alikuwa ameenda kwa kampuni yenye iko na mtoto mmoja akajaribu kwenda kubadilisha contract. What was that? Where did that come from? Mama alipiga simu akaniambia wameongea na yeye, akamwambia hata yeye ameenda kusign contract. Only for us to be called by the company kuambiwa ati sasa anataka awe ndio mwenye contract. Okay, unfortunately the company declined, you know. The company declined. And gave us some papers which were not valid for any contract.
Andå itå nä mwaiguä from the family. He's speaking for the family. He has the blessing of the entire family. Nä mwaiguä they have every reason to question. Juu mageretie kå mwä ra maikare thä solve things amicably as a family. Tarä u nona rä gå tirä horo må ndå wakä rä atä må ndå å renda atä gå tinda akä aria maå ndå maingä gå tinda må ndå akä aria maå ndå maingä ithuä kä rä a må ndå oka anengerwo nyå mba kwarä na mbeca cia komiti iria ciogå nä komiti and my sister, my elder sister was the truth. Kuna pesa kadhaa ilipatianwa hapo. Kuna pesa ilipatiwanwa a million from former president Uhuru Kenyatta and some other dignitaries walikuja baadaye on Tuesday ndio tuende bari Thursday walikuja sana wengi sana jioni na walipatiana pesa yeye ndio alichukua hata kama ikuulize maneno hiyo pesa anasemanga ati aliambiwa venye atafanya na hiyo pesa which I doubt. Me I was there in the house. Kanza alipatiana pesa na akatuombea tukae na amani. Hiyo pesa ikuwekwa kwa komiti ya Bruce Springs, hiyo pesa ikuwekwa kwa komiti ya home. Na asiulizwe kwenye hiyo pesa iko wapi na isiwekwa kwa komiti yoyote. So sisi tukiuliza hii maswali sasa tukiuliza tu account hiyo pesa iko wapi? Unajua kampuni nini Bruce Springs anaweza sema hiyo pesa DC tuko nayo. Na. Yeye ndio alichukua. Na pesa nyingine bado alipatiwa hapo na CS na PS. Alichukua, yeye ndio alichukua. Kuna pesa alichukua. Watu wasisema ati sisi tumechukua pesa. Nope. Hapana. Tusisingizie maneno hatujui. Si vizuri. Najua afadhali kuweka vitu wazi. So maneno hata mapesa hiyo mtuondoe kabisa. Mtuondoe kabisa. Ha pesa mutire. Kwa pesa hamuko. Mimi hata siwezi kuambia pesa yenye kichangwa Bruce Springs pesa ngapi. And I'm very honest about that. Mimi sijui. Nero na pesa icio ta cigoteithia ciana. Do you think that money will pay nyumba kurihira ciana nyumba kurihira ciana their well-being pesa icio? Are you guys as a family feel that hiyo pesa ilichangwa itasaidia watoto hiyo wako nayo? Do you feel it's going to towards the children? Kurihira ciana nyumba riko todo ni tofauti uko tukialia odo constructive kurihira ciana nyumba riko mara ikaraga na mutumia wake. Okay, one kasi ni rari hiro nyumba pesa musago. Good question. It's a good question. This kind of nemati ko mafati ko ate mahata ke mena pesa musago ni kenda mari na manywe. It's very wrong. You're right. Nyumba yo bayo muthenya uria pasire mandi yo hoi na dathiku. Tacokire kumenya nyumba ina mithira wa mieri ino. Na ngigira gutele wifi na gutele maginya mai. We, ati nyumba ndi arihetwo mieri 3 na ndiari na mai na ndiari na wifi. Ndio tulijua venye hiyo wifi italipo na hiyo maneno yote na hiyo maji venye itafanya hapo. Tuondoe aibu. Ko gutiele ginya kindu mundu ngiroma onaki. Ndakwira kwagurirwo irio super. Twiko nyumba. Mande yo hoi ni gutele kindu oye. Gutiele ginya shopping. Kundu kwira muthuri. Nilikasirika by the way. We, miezi tatu, rent arrears 3 months. Bamba. Unajua watu hawajui venye kuko, lakini unajua sasa we can be blamed sababu watusemangi, hatuongeangi. You're right. And people have every right to kukondem us. Kwa nini familia ambayo huanga muongei? Wanafaa kukondem sababu tunaona mambo, tunajaribu kufix maneno, tunajaribu kuficha zitu tumezoea kufanya mambo zetu chini ya maji. Lakini sasa sijui kwa nini saizi inanisumbua sana. Labda kama sistangu waliongea haingefika kwenye ilifika kia Mungu. And that's my worry. Nikuja kujifunza kitu ukione kienda haiendi sawa. Afadhali uongee. Ongea tu. Liwe liwalo. Wewe ongea tu, watu wajue tu. Wewe useme kana yaliongea, wacha niongee. Mieri 3 nyumba ĩtwo nyumba ndĩarĩ irio
Ni familia ilienda ikanunua supermarket iondoe aibu. Na nyinyi mnasikia venye bro ya Betty anasema na ale koro Betty ni alitie mbele yao. So Edward anajua Just, tunasema. just wish. Unaona mimi nikwambia ukweli. Sister Gusu alinipigia simu akiwa na mama huko. Akaniambia, let me tell you one thing. I want you to leave whatever that you are doing because your sister is very sick. Hata hiyo message bado niko nayo. Na akanipigia simu, your sister is very sick na ako hospitali mahali fulani. Wacha kenye unafanya. Nikamwambia, hebu kidogo. Nikapigia Joyce. Joyce akaniambia, hebu kuja mbio. Venye nienda hapo nikapata wasanii wote walikuwa hapo. I insisted I want to see her. Venye nilimuona, kai. Sistangu alikuwa amegongwa na stroke pande hii. Unaona pande ya right. Kwa sababu venye nilienda kumuona, alikuwa anajaribu kujiinua kidogo anisalimie. Sasa akashindwa, akalala hivi. Venye alilala hivi, nikanotice hayuko sawa kabisa sababu hakuwa anaongea. But beside that, unaona hii lip ikafinywa kidogo na kwenye alikuwa amelala hivi. Haikuweza kurudi, nikajua hapa kuna shida. Sasa venye nilienda meeting yenye ilikuwa hapo chini sababu tulikuwa hiyo Java iko hapo nini? Ile hosi. Sasa venye nilienda hapo sababu meeting ilikuwa hapo ndani. Ndio nilipata Dr. Derito sasa akielezea watu wenye walikuwa hapo amegongwa na stroke. After kwa kaa nikaanza kujiuliza maswali mingi sana. Asin ilifika hapo aje? Kama mtu alikuwa Kenya na mtu ni msiki, bibi yake ni msiki, najua na kuna watu wao, kwa nini hakuwa anatuambia? Hata kama alikuwa anampeleka hosi, we needed to know. Afai tungejua walai. Tuseme we knew. Si tulijua dakika za mwisho. Na unajua mimi nilikuwa na unajua shida ni Bayo alikuwa anaongea na simu. Ungempigia simu mungeongea. Unaona? Ungempigia simu mungeongea. Na yeye kama wanaona Bayo hataki kuongea, angetuambia tu na nyinyi watu mjue mimi nimerudi US, muangaliange watu frequently. Wacha na simu frequently. So unajua sisi tuko na familia, kila mtu anafanya zake. Huwezi shida kwa sister yako kila siku asubuhi uko hapo, not unless una agency kama hiyo yenye ilikuwa. Ujue anafaa kuangaliwa. Sisi tulikuwa tunajua. Na watu acha kutubulia tulikuwa wapi. You were there. At the moment you were called, tulifurika huko sisi wote. Well, for how long was your sister sick? Nikiambiwa sababu mimi sijaijua na ako mgonjwa. Though the only thing nilikuwa najua na hata hiyo kitu hata mimi nafanyanga. Na hata alikuwa ananipigia simu ananiambia kichwa imeacha. Mimi kichwa ikiniuma, mimi mtu akunywa APC. Na yeye kichwa ikimuuma yeye ni mtu wa Panadol. So hata tulikuwa kwa gari tu tulikuwa naomba hiyo kichwa man. Ananiambia tununue hizo madawa hapa. Anunua Panadol, mimi anichukulia APC. Tumeishi hivyo. Si mara ya kwanza ama ya pili. Hata huko tunajuanga mimi kichwa yangu ikifika mahali mimi nakunyonga APC na reboot. So na ile kitu sana nilikuwa naona namwambia akikaa kwa baridi ananiambia nimepata kihoma, hata nilikuwa huko home hapa kwa coach lazima nijifunike na dufe sababu nasikia niko na homa. So namwambia si ukunywe hizo ukunywe mangali kina ukunywe lemon hapo uchanganya hapo ukunywa afu hiyo kitu itaisha. Hivyo tu. So mnaenda kugonjeka mara nyingine I don't know. Hakuwahi jua. Oh, that's why you are saying you wish Betty aliongea. Hakuwahi ongea. Mlijua the last minute when she said. Asijui sababu mimi akiwa na homa alikuwa ananiambia ako na homa. So sijui ni nini ili happen ikakuwa sasa ni mgonjwa na siambiwi. Sababu Bayo akiwa na homa alikuwa ananipiga niko na kihoma. Kwa kwani mko na homa? Alikuwa ananiuliza hivyo. Hata watoto wangu wako hapa sasa hivi kuuliza alikuwa anauliza kama wao wako na homa. Kama hao shule kuna homa sababu saa zingine nasema ni watoto wameletea homa kutoka shule. So hiyo tu ndio mimi najua yenye kitu naweza sema alikuwa na homa tu ya kawaida tu, flu unaenda siku 3 4 inaisha. Umwana kichwa hata mimi namuanga na kichwa nakunywa IPC. Mimi mtu wa IPC by the way. Na yeye alikuwa anakunywa Panadol.
hata ungekosa panado mahali yako. Una reboot, unarudi form, unaendelea na kenye ulikuwa unafanya. So mimi maneno ya kugonjeka vitu serious, mimi I don't know. I'm not aware. Na I think everyone, hakuna mtu ako aware. Na unajua, anyway, I'm not a doctor. Hata mam, hata ukiongea na mam hakuwa ijua. Una mtu anajua Bayo alikuwa mgonjwa home, kama alikuwa na condition ya ugonjwa yote, no one. Well, those who are joining us live right now, ukijiuliza who ni brother Bayo. I'm just worried, I would like people to know, we as family, na kwanza mimi sana, I'm so worried about my mom. Mamangu sasa si mtu akupatiwa ma stress kwanza. Na hakuna mtu tutaelewana naye akipatia mamangu stress. Hatuwezi elewana. Hakuna kitu tunaweza ongea na huyo mtu. Hatuwezi. And sababu mama yuko hapa na mama hana nguvu ya kufight vitu kama hizi. Nitamsimamia at least. Kwa kan. Na mama hizi shida akibishana na mtu ama akijibizana na mtu. Ama shida akirudia kitu ama ambia mtu kitu anarudia tena. Haikai sawa. Huyu ni mzazi bana. Na unajua mtu akifikisha hiyo kama mamangu ako nayo, wanatakanga ndo waongee wewe usikize. Unaona? Ndio maana alimwambia venye nitakuja kukuambia utakubali. Ndio hiyo sasa. Na akasema ndio hiyo sasa. You are just waiting for that. Hata sisi tuko nangoja hivyo. Sababu sisi interest yetu kwanza one. Ni hawa watoi. Na venye wataishi. Na wataishi na nani? Na usiniambie ati mtoto akona free will kusema kwenye ataishi. Unaweza kuwa umeambia mtoto aongee venye wewe unamwambia hapo. You're right. Ndo mtoto aonekana ni kama ako pande hiyo. Mimi anaweza kuja hapa nimwambie maneno mingi hapo asani na mimi. But I think Kenya kinafaa ni kuwa Sky ako na baba, Rani ako na baba ako hai, baba ni Vita Kanyari. Chukua watoto wako bana. Chukua watoto wako. Hiyo ndio inafaa. Yeah. Tuache hizo kazi mingi tutafanya hapa katikati. Na usiniambie ati tunataka kurudisha watoto wabaya kwenye walitolewa. Watoto wabaya kuna mahali walitolewa. Alikosa baba ndio alikosana na Kanyari, sio watoto. Na wanaongea mpaka to date. And he has been a very present father. Niye amekuwa akilipa school fees. Definitely. Kanyari amekuwa na watoi. Na amekuwa unaona wakati Kanyari alikuwa anaishi Jakaranda. Na nini? Bayo. Jakaranda. Kuna hao walikuwa wananunua pale Jakaranda. Pale kama pale. Sasa pale maziwa hizo watu kwa Jakaranda hapo. Yeah. Kanyari hakuwahi ingia huko. Hiyo nyumba ilikuwa ya Bayo. Hakuwahi ingia huko. Lakini mafuta na mitungi, kila kitu. Yeye alikuwa ananunua food huko. Kanyari. Sana maneno yake. Kuna mvuli ko. Hapana, sasa hiyo Bayo alikuwa anaishi peke yake kwa Jakaranda. So Kanyari have been supporting Bayo ever since. Okay. All right. So mimi sioni shida ya Kanyari kusaidia watoto, ati Bayo wako hapa na wako na huyu hapo, lakini Kanyari akose kusaidia watoto wake, juu analipa school fees. Hezi ambiwa hapa tunaenda trip Europe. Si alikuwa anatuma do na watu wanaenda na wanarudi. Kwani ni siri? Si ni ukweli? Na Kanyari angetishwa pesa akose kupatiana. Hata sasa alikuwa ananiuliza. Sasa Bayo alikuwa ananitisha pesa nampatia. Tuseme sasa ananipatia anataka 100k lakini ananiambia 200. Ananigonga tu 100 na mpatia. Sasa nitakuwa nikipigiwa na huyu ananiambia ati anataka 100 alafu ananiambia ni 200. Sasa hiyo itakuwa aje? Bwana, mimi nasema hivi, sisi kama familia wacha watoto wakae na baba yao sababu inafaa. Na hiyo si kupendelea, ni mwenye tu hata legally mimi najua mwisho, lakini mimi si wakili na mimi sio judge, but I think morally inafaa hivyo. Especially that the biological father amekuwa akiprovide hawa watoto kukiwa na baba mwingine huko. Huyo sio deadbeat. Hapana. Kanyari is not a deadbeat father, okay. He's not a deadbeat father, yeah, no.
Unajua mimi sisi kama familia tungemwambia, unajua Kanyari si mzuri. Wakati bayo alikuwa anaishi na Kanyari, unajua nyumba ya kwanza yenye alikuwa anaishi Harambee Sacco. Bayo akahamia hapo Greenspan hapo, sawa. So me being there, hata hiyo Harambee Sacco nilikuwa naenda kama kila siku. Wakikosana, unaona Mondays kila Monday sana kila Monday kulikuwa hatu kesi. Tukesi twingine ndio ujinga unasikia mpaka gari zimevunjwa vioo, ni masakazi mengi hivi. Ni familia tu. Familia tu kwamba kawaida tu kukosana nini na nini. So mimi and Kanyari we know each other. We have been solving issues even way back. Okay. Kanyari nasamwambia kitu na nisikize. Sababu ananijua vizuri. Hatujaanza na yeye jana. Okay. All right. And he's so very determined kuchukua watoto wake. Na inafaa. Na hata the most important thing ni ati amekuwa akilipa school fees, amekuwa akilipa nyumba. Unajua Baba Sky hawachukui ati apeleka hapo mbele ya chachu kushinda kiwa parade hapo. Hiyo ni familia yake. Watakuwa na mahali wao wa kukaa, mahali watakaa na wenye watakaa na sisi tusha decide kama familia tumeelewana na kila kitu. Acha niambie ukweli. Wow. So those when you wanna join live saa hizi, most of you mmechukua side, you've already taken a side na hamjaisikia the side of the family. Now this is brother to Betty Bayo. Nitoke. So when Edward is here, he's speaking on behalf of the entire family. Cause watu wamekuwa jikiuliza, familia iko wapi? Mbona wanajitokeza saa hii? Ni mali ya Betty wanataka. But you guys have had hawana haja na mali. What they want ni pesa yote na kila kitu ya Betty. Iingie tuko na sana hiyo mali. Hiyo mali tuko na haja nayo sana hivi. Mtu asiende kufikiria atachukua kitu yenye sio yake, yenye hajui kwenye ilitoka na jasho yenye ilitolewa hapo. Mtu kama anajua kitu sio yake achae nayo, iende kwa watoto. That's all we want. That's all. Sasa sababu sisi kukiharibika watu watasema na kwa ni familia Bayo hakuangalia hawa watoto. So lazima tusifukate kila kitu ya Bayo, tuweke mahali moja, tunaangalia hawa watoto. Hata kama Kanyari atakuwa na mimi nisema hivi. Tukikuja tukae chini tuelewane sisi wote. Kila mtu akae hapo na kila mtu aseme hivi na yeye aseme hivi, si tuelewane kama family. Kanyari aseme nitakuwa nikifanya hivi na hivi. Kama Nitasha aseme na mimi nitakuwa nikifanya hivi na hivi. Na sisi familia tuseme na sisi hawa watoto watakuwa na shida. Hata kuna shida. And that's all you have been pushing for everybody involved. Wakae chini kwa meza waongee. Na kila mtu ajue akona jukumu la hawa watoto. Watu wote involved. You're right. Kusema ati nani yako hapo? No. Every one of us ajue akona jukumu na hawa watoto. Hawa watoto sisi tumeachiwa. Sisi wote. Sasa tukianza kurushiana mkono ati wewe hutaki meeting, hutaki kuongea na familia, unapigia Baba Sky behind the back, unafikia tutajua. Tuacha sarakasi bana. Tuacha sarakasi zaidi yangi. You are talking about life of these children. Anisa here 10 years, that small man, miaka 8 atakuja kutuuliza swali, uncle, what did you do to protect us and my mom legacy and whatever she had? Atatuuliza hiyo swali. Huyu ni kijana. Unajua kuna uncle mwingine anataka kutafutia na huko. Hawezi pata uncle mwingine. Ni mimi na brother zangu. No one else. You're right. Onagethi kurua no ithu agakora. You're right. And I think you have every right to do that, especially after the attitude, after madharau maigira, after madhiko. Mimi niko na ushuhuda wa watoto ni wabaya. Sababu mimi brother yake na ninajua watoto ni wa sister yangu. So nikiongea naongea nikiwa na uchungu wa watoto. Sisemi hivi tu. Okay, mimi siwezi kutaka. Mimi nataka hivi. Hawa watoto waishi maisha God willing. Sababu hatujajua maneno yake kesho. God willing. Waishi maisha hawatawi regret. Kabisa. You're right. And that's a good thing. Hiyo ni